الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد يا من بالهداية أنعم وللفضل أولى والمحامد ألهما. لك الحمد يا ربي كما أنت أهله كثيرا دواما يملأ الأرض والسماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا، فلقد فاز المتقون إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rahma kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah. Hakika wamefaulu wale ambao wanaomcha Allah, na tutambue ikiwa mtu hakuwa tayari kujivisha vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi yake, na hakuna kheri kwa yeyote ambaye yuko tayari kumuudhi na kumkera Mola wake. Ikhwata al-Islami wal-Iman, kama ilivyo sambaa matangazo na anwani ya khutba ya leo, jambo zito litakalowakwamisha wazazi wawili siku ya Kiyama. Ni jambo gani hilo? Al-yawmu biidhni ar-Rahman sanaishu fi hadiqati al-usra, tutaishi katika bustani ya familia. Inna al-usrata hiya hajaru az-zawiyati fi bina'i al-mujtama', hakika familia ndiyo jiwe la msingi la kujenga jamii. Wal auladu hum thamaratu hadhihi al-usra, na watoto ndiyo matunda ya familia, wazinatiha, na pambo lake hilo. Wa min aqdasi wajibati alwalidain tijaha auladihim, na katika majukumu makubwa kabisa walionayo wazazi kwa watoto wao, huwa aladlu bainahum, wazazi kuwa waadilifu kwa watoto wao, fil muamala wal mahabba wal ata, katika miamala ya kuamiliana na watoto wao, na katika kuwapenda watoto wao, na katika kuwapa zawadi au vitu mbalimbali watoto wao. Wa hadha min tawjihati al-anbiya'i war-rusul, na haya ndiyo maelekezo ya manabii na mitume wa Allah jalla fi ula. Yaqulu Allah jalla fi ula fi surati al-Hadid, Allah anatuambia katika suratul Hadid kwamba mitume amewatuma kwa jambo zima la uadilifu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, hakika tumewatuma wajumbe wetu kwa hoja zilizokuwa za wazi madhubuti. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, na tukateremsha vitabu na vipimo maalumu. Liyaquma an-nas bil qist, ili watu wasimamie uadilifu. Wa min al qist ikhwata al-islami wal iman, na katika uadilifu
ndugu zangu katika iman, al-adlu baina al-awlad, kuwa waadilifu kwa watoto. Walakin ya asafa, lakini majuto makubwa, wayali al-asafi shadid, na masikitiko yaliyoje, yaqa'u ba'dhu al-aba'i wal-ummahati fi khata'in qadihin, baadhi ya wazazi wanaingia kwenye makosa machafu kabisa. Yu'rafu, makosa haya yanafahamika, bitafriqi watafdhili baina al-aulad, kubagua na kuwapendelea watoto baadhi ya wazazi, jambo hili liko kwao. Wa hadhihi musibatun kabira wa afatun adhima, huu ni msiba mkubwa kabisa kwa wazazi na ni gonjwa baya sana kwa wazazi. Wa yuaddu min akhtari almumarasati, na inahesabika kwamba mazoea haya allati tazra'u budhura ash-shiqaqi wal-adawati fi bustani al-usra, upendeleo wa watoto inahesabika kwamba ni kupanda mbegu ya chokochoko, uadui katika familia. Watukhallifu atharan nafsiyya wajtimaiyatin wakhima, na inapelekea kuacha athari mbovu katika mioyo na jamii ambayo itapata maharibifu makubwa kabisa. Watastamiru mada alhaya, na matatizo haya, magomvi yataendelea maisha yote tu, chanzo ni wazazi wawili. Wa min huna, na kuanzia hapa ikhwata alislami wal iman, yati dhulm, ndio dhulma zinapoanzia. Watatawalladu alfitan, na fitna ndio zinaanza kupatikana. Wayanshuru alhasad, na husda zinakuwa zinaenea kwa wingi. Wayakfina shahidan, na inatutosha ushahidi mmoja tu, ala dhalik, katika kuhusiana na jambo hili la kupendelea watoto, ni jambo ambalo ni hatari kabisa katika familia. Ushahidi upi huo? Martakabahu ikhwatu Yusuf ala Yusuf alayhi salatu wassalam, kile ambacho alichokifanya ndugu wa Yusuf kwa Yusuf inatosha kuwa ni ushahidi kwetu sisi kwamba kupendelea katika familia baina ya watoto kwa watoto na kubagua ni jambo ambalo ni hatari kweli kweli. Mzazi, jitizame katika familia yako ukoje wewe. Qala Allahu jalla fi ula, Allahu jalla fi ula anasema, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi, na hakika imekuwa kwa Yusuf na ndugu zake, ayatul lisailin, ni alama na ni dalili tosha kwa wenye kuuliza kujua mambo yanayosikitisha. Idh qalu, pale ambapo waliposema, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina, Yusuf na ndugu yake wanapendwa zaidi kwa baba yao. Wa nahnu usbah, na sisi tuko pamoja, ni kundi moja, lakini kwa nini wanapendelewa wao tu? Walichokisema ndugu wa Yusuf, inna abana la fi dhalalin mubin, hakika baba yetu yuko katika makosa makubwa. Mzazi anayependelea yuko kwenye makosa makubwa kabisa. Ndugu wa Yusuf wakasema, uqtulu Yusuf, muweni Yusuf, au tarahuhu, au mtupeni, ardhan yakhlu lakum wajha abikum, mtupeni katika ardhi ya mbali ili uso wa baba yenu usimuone tena Yusuf. Watakunu min ba'di, mkifanya hivyo nyinyi ndio mtakuwa nafasi ya Yusuf, tena qauman salihin, mtakuwa katika watu wazuri sana. Angalia husda, angalia ubaya ulioje, wanataka kumuua ndugu yao. Qala qailun minhum, mmoja katika wao akasema,
la taqtulu Yusuf, msimuue jamani, msimuue Yusuf, wa alquhu fi ghayabati aljub, mtumbukizeni humo kwenye kisima, mtupieni humo. Ndugu wa Yusuf wanafanya maamuzi magumu, wamtumbukize kwenye kisima, yaltaqituhu ba'd as-sayyara, ili baadhi ya wasafiri wanaopita katika maeneo hayo wapate kumchukua. Akawaambia, in kuntum fa'ilin, ikiwa mnafanya maamuzi ya kufanya hivyo, mtupeni Yusuf humo. Ikhwata al-islam wal iman, at-tafadhul wat-tafriq baina al-abna khatira, ni jambo ambalo ni hatari kabisa kwetu sisi. Wa hadhihi al-aya dalalatun wadhiha, na aya hii ni dalili tosha kabisa ala khuturati at-tafdhil wat-tafriq baina al-awlad, kubagua na kupendelea watoto, hii inatosha kuwa ni dalili. Walakin jaat al-adillatu al-kathira min al-Qur'ani was-sunnah, zimekuja dalili nyingi kabisa katika Qur'ani na Sunna التي تحذر من التفضيل والتفريق بين الأولاد, zinazotahadharisha na kukemea vikali kupendelea na kubagua watoto. Isma'u hadhihi alqissa, sikilizeni kisa kingine, kisa ambacho kimetokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akhraja al-Imam al-Bukhari, amepokea al-Imam al-Bukhari hadithi nambari 2587, wal-Imam Muslim vile vile amepokea al-Imam Muslim hadithi 1623. Wa akhraja al-Imam at-Tabarani fi Mu'jam al-Kabir, na vile vile amepokea al-Imam at-Tabarani katika Mu'jam al-Kabir an an-Nu'man ibn Bashir, hadithi ya Nu'man ibn Bashir يقول, anasema, msikilize vizuri ewe baba mpendeleaji, ewe mama mpendeleaji, ewe baba mbaguzi, ewe mama mbaguzi, sikiliza maneno mazito haya. Ubaguzi huu si kwa watoto wako tu, hata kama unalea watoto wengine ngoma inakuhusu. يقول النعمان بن بشير, أعطاني أبي عطية, baba yangu alinipa zawadi mimi. فقالت عمرة بنت رواحة, huyu Amratu binti Rawaha ni mama wa Nu'man, akasema, la arda, sijaridhia katika hili ulilolifanya ewe Said, sijaridhia, hatta tushhida Rasulullah, hatta tushhida Rasulullah, mpaka tukashuhudia jambo hili kwa Mtume, sikubali umpe peke yake huyu. Faata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, huyu baba yake Nu'man yakenda mpaka kwa Mtume Muhammad. Alipofika, faqal, akasema, ya Rasulullah, inni ataitu ibni min Umrata binti Rawaha atiya, nimempa mtoto wangu aliyenizalia Umra binti Rawaha, nimempa zawadi mimi. Faamaratni, lakini mke wangu akaniamuru mimi, an ushhidaka ya Rasulullah, wa ndiye uwe shahidi ewe Mtume wa Allah. Faqala an-nabi, Mtume akasema, a'taita sa'ira waladika mithla hadha, je, umewapa watoto wako wote mfano wa hiki ulichompa huyu? Qala la, sijafanya hicho ewe Mtume wa Allah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, Mtume akasema, la ashhadu, siwi shahidi kwenye hili, ashhid ala hadha ghairi, nenda kamtafuta mwingine awe shahidi katika hili. Mtume Muhammad amemkataa sahaba kuwa ni shahidi yeye kwa sababu tu ya zawadi aliyoitoa. Fa inni la ashhadu ala jawr, hakika mimi sijishuhudii jeuri. Mtume ameita upendeleo kwa watoto ni jeuri. Wazazi wanaopendelea watoto, wanaobagua watoto ni wajeuri, kutokana na hadithi ya Mtume Muhammad. Thumma qal,
kisha mtume akasema fattaqullah, mcheni Allah nyinyi wazazi, wa'dilu baina auladikum, kuweni waadilifu baina ya watoto wenu. Atuhibbuna an takunu fi birri sawa, je mnataka kufanyiwa wema sawa na watoto wenu? Baba yake Nu'man akasema naam ya Rasulullah. Faradda atiyatahu, akarudi akaenda kuichukua ile zawadi aliyompa mtoto wake. Wazazi, ngoma ni ngumu siku ya kiyama. Hadithi hii inatuonyesha umuhimu wa kuwa waadilifu wazazi. Wa amma at-tafriqu wat-tafdhilu yu'addu naw'an min anwa'i adh-dhulm, ama kupendelea, kubagua, inahesabika ni aina katika aina za dhulma kubwa kabisa. Mmoja mshairi anasema wa dhulmu dhawil qurba ashaddu madadatan, na kudhulumu watu wa karibu ubaya wake na uchungu wake ni mkali. Ala nafsi min waqi as-suhami almuhannadi, mfano wake kupigwa upanga mkali. Ndugu zangu katika iman, Allahu jalla fi ula amekataza dhulma. Wazazi wawili wanaopendelea na kubagua ni wanafanya dhulma. Na katika hadithul qudusi Allah anasema ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, nimeharamisha dhulma kwenye nafsi yangu, waja'altuhu bainakum muharrama, na nimefanya dhulma kwenu nyinyi ni haramu, fala tadhalamu, msidhulumiane. Ikiwa dhulma inaanza ndani ya familia, je wa nje watasalimika? Haitowezekana kabisa kabisa. Msikilize Mtume Muhammad anasema katika hadithi ya Anas ibn Malik, anasema adh-dhulmu thalatha, dhulma zimegawanyika katika aina tatu. Dhulmun la yaghfiruhu Allah, dhulma ya kwanza Allah haisamehi kabisa kabisa, inajulikana kwamba ni shirki. Wa dhulmun yaghfiruhu Allah, na dhulma anaisamehe Allah ikiwa mtu amelipa kile alichokichukua kwa mwingine. Wa dhulmun la yatrukuhu Allah, na dhulma haiachi Allah ikapita bure bure. Ndiyo hii ya wazazi wawili. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekemea vikali dhulma, akasema ittaqu dhulm, iogopeni dhulma, fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama, kwa sababu dhulma ni kiza kikubwa siku ya kiyama. Ali ibn Abi Talib anasema ama wallahi inna dhulma shu'mu wa la zala almusi'u huwa adh-dhalumu ila ad-dayyan yawm ad-din namdi wa 'inda Allah tajtami'u al-khusum sata'lamu fi al-hisab idha iltaqayna غدا عند المليك من الملوم ستنقطع اللذاذة عن أناس من الدنيا وتنقطع الهموم أما والله إن الظلم شؤم. hakika nawapia, hakika dhulma ni mbaya. Wala zala almusi'u huwa adh-dhalumu, na achi kuwa yule mwenye kudhulumu ndio ambaye anajidhulumu mwenyewe. Ila ad-dayani yawm ad-din namdhi, kwa Allah tunaelekea. Wa inda Allah tajtami'u al-khusum, na kwa Allah magomvi yatakusanywa na yatalipwa tu. Sata'lamu fil hisabi idha iltaqayna, utajua siku ya hisabu tutakapokutana. Ghada inda al-maliki, mbele Allah, manil malumu, ni nani atakayelaumiwa? Ndugu zangu katika iman, satanqati'u alladhadhatu an unasi, mambo yote yatakatika ya dunia haya, upendeleo wako utakatika huu. Min ad-dunya wa tanqati'u al-humum, na waliodhulumiwa mawazo yataisha tu. قال الله جل في علاه إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلma ni kiza kizito siku ya kiyama. Wazazi wawili wanaoyafanya katika kupendelea watoto wao si kwamba ni khairi ni shari. Rawa al-Imam al-Bazzar fi al-Musnad au fi musnadihi an Anas ibn Malik, anasema Anas, kana rajulun jalisu ma'a an-nabi, mtu mmoja aliketi na mtume Muhammad, fajaa ibnun lahu, akaja mtoto wake, faqabbalahu, akamkumbatia na kumbusu, thumma ajlasahu fi hijri, kisha akamkalisha katika mapaja yake. Wajaat ibnatun lahu, akaletwa mtoto wake mwingine wa kike, fa akhadhaha ila janbihi, akamchukua akamweka pembeni vizuri. Faqala an-nabiy ala adalta bainahuma, hakika umefanya uadilifu baina yao. Wakuwapi wazazi wa leo? Mtoto mwingine anasomeshwa shule ya ghali, mwingine anafundishwa shule ambayo la ilaha illa Allah haisemeki, mwingine anapendelewa mavazi mazuri, mwingine nguo za mtumba. Nani anayekubali mambo hayo? Ubaya zaidi, mzazi analea watoto yatima, wengine anawapendelea watoto wake kwa vyakula vizuri, lakini mayatima wanapewa makombo. Al-adl wal-insaf, uadilifu na usawa baina al-abna min ajali as-sifat allati yanbaghi lilmuslim, inampasa muislamu an yatakhallaqa biha, ajipambe na tabia hiyo. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu mtume amesema kuhusiana na anayefanya uadilifu kwa watoto wake, mtu anayefanya uadilifu kwa watoto wake ana manzila adhima inda Allah. Hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema, innal muqsitina inda Allah, hakika wanaofanya uadilifu mbele ya Allah, ala manarin min nur, watakuwa katika minara yenye nuru, an yamini arrahman, wa kilta yaminu, tena upande wa kulia wa Allah. Ndugu zangu, tufanyeni uadilifu. Wazazi wengi wana tatizo hili, wazazi wengi wana majanga haya. Fattaqullah ya ma'shar al-aba'i wal ummahat, enyi wazazi wa kiume na wa kike, mcheni Allah. Wa'dilu baina auladikum fi kulli shay, kuweni waadilifu kwa watoto wenu katika kila kitu. Falwajibu ala al-abi wal-jaddi wal-um wal-jadda, baba, mama, bibi, babu wana wajibu huo. Wa adami at-tafriqi baina auladihim, na wasifanye upendeleo baina ya watoto wao. Qala Allah jalla fi ula, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu na familia zenu na moto. Waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونسأل الله جل في علا بمنه وكرمه أن يردنا والمسلمين جميعا ردا جميلا، ونسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين جميعا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات،
ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة. Elimu ni namna ulivyowaidhika na kubadilika. Ili kuelimika na kuwabadilisha wengine, tafadhali ifuate hii kwa ukamilifu wake. Tembelea chaneli yetu ya Kishki Online TV. Pia usisahau kusubscribe ili uweze kuyapata haya na mengine. Kishki TV, nuru ya dini yako.